but generate elephants results. Yani unaweka input very small, but the results are very great. Elephants results. And I took that word. This previous week that has just passed, I had exams. The whole of this week that has passed, I had my exams. And I told God, God, I want to input minimum effort, but generate elephant results. So, by the grace of God, every paper, before I went to do that paper, it was as if God had already revealed to me the questions that are in that paper. So, because the way I read, I normally use past papers. So, the past papers that I picked are the past papers that the lecturers repeated. So, before I got to the exam, it was as if I knew the questions that I'm already choosing. So, I would go, do my work, and I'm done. All of the exams, 4 of them, it happened the same way. And I told God, God, this is because I have a cover that God uses to bring revelations into my life. I found it so easy. One exam, it was physical. As I was in class writing, the person seated next to me after the exam came and told me, "Ai brother, mimi unajua nilikuangalia nikashangaa tu, uko hivi tu. Alafu yeye kuna hii kitu wanaita kukaya, sijui ni kukaile. Sasa exam ikiendelea, mimi nasikia tu akisema sasa nikajua mambo iko mzuri sana on their side. But by the grace of God, because I have a cover, yani nilislide through the exams. Yani na amani, nilikuwa natoka nikismile, nikijua I'm going to perform well. This is because we have a cover. So when Isaiah 32 verse 2 says, a man will be as a hiding place from the wind, we should glorify God that we have such a man in this commission. And I want you to join me as we welcome this awesome, amazing man of God to bring the word to us. Sir, we love you so much and you look amazing. Thank you so much, sir.
Katika ibada hii useme na kila mmoja wetu, kwa jina la Yesu Kristo tumeabudu. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Shangilie Bwana Yesu vizuri. Amen. Naomba tuwashangilie praise. Leo ninawaandaa kwa ajili ya Kiswahili mtakachokisikia wiki hii. Tushangilieni hawa wapendwa. Amen. Thank you praise team. Mnapendeza. Tunashukuru Mungu kwa namna mnavyojituma kwa ajili ya hii kazi, na kila mmoja ambaye umefika, tumshangilie Bwana Yesu kwa ajili yako. Thank you, thank you, thank you. Halafu naomba ukae katika uwepo wa Bwana Yesu ukiwa na moyo wenye utayari wa kulisikia neno la Bwana Yesu. Wote karibuni. Ninashukuru sana kuwaona na ninaamini kwamba umejiandaa kwa ajili ya wiki hii ambayo itakuwa ni wiki maalum sana kwa ajili ya kuachilia mguso wa maisha ambao utakuwa na ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Tumekuwa na mfululizo wa somo ambalo tunaliita mtizamo wa wanaofaulu, the achievers mindset. Na tumekuwa tukitumia andiko mwongozo Methali 23 na huo mstari wa 7, ambapo Biblia inasema namna unavyojiona nafsini mwako ndivyo ulivyo. As a man thinketh in his heart, so is he. Na nikawaambia kwamba mwelekeo unaoutumia katika maisha unaamuliwa na kinachoendelea katika mawazo yako, katika nafsi yako. Kwa hivyo kinachopitia ndani ya akili yako ndicho kinakuongoza, ndicho kinaamua ushindi wako ama kushindwa kwako. Leo ninataka nijenge kuanzia mahali ambapo tuliachia. Nitakuwa ninaongea na sisi kuhusiana na vita dhidi ya wanaofaulu. We'll be looking at battles before the crown. Battles before the crown. Tutakuwa tunaangalia vita ambayo lazima upitie kama wewe unatarajia ushinde. Ni maombi yangu kwamba leo utaweza kukubali kupambana na hizi vita, kwa sababu katika ajenda ya Mungu ni kwamba wewe na mimi lazima tushinde. Lazima tushinde. Ni kweli unapitia changamoto mbalimbali, ni kweli unapambana na vitu ambavyo haujui utavishinda lini, lakini katika kusudi la Mungu na matarajio ambayo Mungu ako nayo kwako na kwangu ni kwamba wewe utashinda. Sema amen. Sema amen. Ninajua wengi tumetosheka. Wengi wetu tunaona ni sahihi. Wengine hata tumezoea taabu. Kuna wimbo kitambo ulikuwa unaimbwa unasema taabu na matatizo tumeyazoea. Na kuna watu hiyo ndio injili yao, wameshazoea. Kwa hivyo ukiwaambia hapana, unaweza ukapambana na ukaishi kiwango ambacho unakuwa na ushindi, wengi inakuwa ni somo ngumu sana. Lakini leo ninapenda hili neno lije kwako kama dawa, kwamba leo unaondoka na unaanza kuwa mshindi kwa jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi vizuri. Amen. Nafikiri hapo sauti imeanza kusikika kana kwamba tuko vizuri. Amen. Thank you.
Kwa hivyo tunakwenda kuangalia hizi vita. Andiko letu ambalo litatuongoza katika ibada ya leo ni Mithali 24 na huo mstari wa 16. Mithali 24 na huo mstari wa 16 ni andiko ambalo litasaidia kuangalia mtizamo wa atakaye faulu ni mtizamo umekaa namna gani. Nimesema 24 mstari wa 16, 24:16. Ni vizuri tujue kwamba pamoja na kwamba Mungu amekuandaa kwamba wewe utashinda, kuna uwezekano yakatokea mambo na ukajikuta unafeli. Kuna uwezekano ukapata changamoto. Kuna uwezekano upinzani ukawa mwingi. Hata kuna uwezekano ukafanya makosa. Lakini Biblia inasema kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka, ama akaarise akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. A just man falleth 7 times, but he does not remain fallen, he rises up again. Tunaambiwa hivi, wote ambao tunawaona ni washindi, wote ambao unawaangalia unatamani maisha walio nayo, kuna kuanguka wameanguka, kuna kufeli wamefeli, kuna changamoto wamezipitia, lakini hawakuruhusu zile changamoto ziwashinde, walizishinda. Haleluya, wamezishinda. Before God makes a man an achiever, he takes him through battles that shape him. Kabla Mungu akufanye mtu aliyefaulu katika eneo lolote, anakupitisha kwenye mambo ambayo ni mbali magumu, mengine yanakusababisha unachanganyikiwa, wakati mwingine unajidoubt. Lakini Mungu anajua ili upokee taji, lazima kwanza maisha ya kukwarue, lazima upitishwe hali ambazo unajikuta peke yako, unakubali kulingana na Mungu mpaka mnaanza kuendana na Mungu baba kwa baba. Hallelujah. Write this down. Every great destiny is battle tested. Hakuna hatma ya kutamanisha ambayo haipitishi kwenye vita. Hakuna mtu ambaye anaheshimiwa ambaye hapiti kwenye vita. Apostle ambaye anaheshimika sana duniani kwa mafundisho ya imani anaitwa Apostle Smith Wigglesworth. Apostle Smith Wigglesworth alimuoa mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Polly, na mwanamke huyu alikuwa muombaji asiye wa kawaida. Alijituma kumwombea Smith Wigglesworth, akamuombea kwa sababu Smith Wigglesworth alikuwa na matatizo mawili makubwa. Alikuwa na hasira ambazo zilikuwa zinamfanya anatetemeka, halafu alikuwa mlevi wa kutupwa. Na mama aliendelea kumwombea kwamba huyu mwanaume lazima abadilike. Apostle alikuwa anafika nyumbani, anakuta mama alienda maombi, anafunga mlango, anasema haingii humu. Sio mara moja Polly alilala nje kwa sababu alienda maombi, na mzee amefika akiwa mlevi na akasema haingii humu. Namfungulia alfajiri na mapema, amepigwa baridi usiku kucha, anamsalimia kwa amani, anaingia jikoni, anamwandalia breakfast. Apostle Smith alipookoka alisema, I was prayed into the kingdom.
watu hawajui yule mama, wanamjua Smith Wigglesworth. Naye alibidi apigane na hasira na tamaa ya pombe. Akafika mahali kukatokea mkurupuko wa magonjwa, watu wakaanza kufa. Then siku moja akawa amechoka kuzika. Kwa wiki alikuwa anazika so many people. Akasoma Matendo 10 mstari wa 38, jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu wa Nazareti, na kila alipoenda akaponya wagonjwa na kuwakomboa wote waliokandamizwa na nguvu za giza, kwa kuwa Mungu alikuwa na yeye. Akasema, so ninachohitaji ni anointing. Akaomba ile anointing, na he went ahead na akafufua watu 24. Yule aliyekuwa mlevi. Saa hizi tunaongelea imani yake, lakini vita aliyopitia ndio finally aitwe apostle of faith. Alikuwa na vita. Tunapomshangilia Albert Einstein, unakikutana walimu ambao walikuwa namfundisha, walisema hana akili ya kuelewa masomo. Alikuwa quiet man. Akawa anajifungia, na in his quietness akawa anajiuliza maswali, mpaka leo tunamshangilia. Tunapomshangilia Nelson Mandela kama kiongozi mwenye moyo wa msamaha, kama kiongozi mwenye moyo wa mapatanisho, amepitia hali ya miaka 27 akiwa gerezani. Hakuwa na tamaa ya uongozi, hakuwa na ulafi wa hela. Aliacha nchi ikiwa imepatana na iko kwenye njia ya kuendelea vizuri. Hamna mtu ambaye unamtamani ambaye hajapitia mambo magumu. Kwa hivyo wacha kujiona kwamba wewe hautaweza. Wanaoshangiliwa ni wanaopambana na zile changamoto. Hao wakizishinda ndio tunaanza kuwatamani, ndio maana tunawashangilia. Unapomwongelea huyu mtume, unasikiliza changamoto ambazo amezipitia. Ndio nifike mahali ambapo nimefika, na wala sijaenda mbali. Bado ninamwamini Mungu kwa makubwa. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inasema mwenye haki wa Mungu anaanguka sio mara moja, mara nyingi. Anafanya makosa sio mara moja, mara nyingi, lakini anainuka. Kuna mwanamke anaitwa Frances Hunter. Nimewahi kumwambia kuhusu huyu mwinjilisi mwanamke ambaye alikuwa one of the revivalists ambao walifanya uinjilishaji usio wa kawaida. Alifanya kosa la kwanza, akaoa mume ambaye alikuwa anamtandika kama ngoma. Kampa mtoto wa kwanza, halafu akaachana na hiyo ndoa, akaona atakufa. Kaenda akaoa mwingine, naye huyo alikuwa mlevi wa kutupwa na msherati wa kutupwa. Akaachana naye. Akafika miaka 54 hana mume. Finally akapata ndugu mtulivu aliyekuwa anaitwa Hunter. Akaoa mara ya 3. Huyo aliyemuoa ndiye aliyemkarabati. Akaona kilichokuwa ndani ya yule mama, akamsupport mpaka leo kwenye God's General. Hatuongelei mume, tunaongelea the wife. Today I am praying, chochote ambacho kimeshimama mbele yako kama shida, kama mlima, kama changamoto, kama tatizo, kipoteze nguvu juu ya maisha yako. Kama unanisikiliza sema amen. Kama unanisikiliza sema amina. Haleluya. So wengi wetu tunapenda kushangilia taji, lakini tunadharau misalaba kabla ya taji. Wengi wetu tunapenda sana utukufu, lakini hatutaki mchakato, process. We want the glory, but the process inatuogopesha. Mtu anataka awe na ndoa nzuri, lakini process ya kuwa na ndoa nzuri hataki.
Mtu anataka awe na pesa nyingi, lakini process ya kuwa na pesa nyingi hataki. Mtu anataka awe na watoto wanaompenda, wanaomheshimu, lakini process ya kuwa na watoto wa sample ile hautaki. Today I am coming for you. Lazima ushinde hiyo vita, kwa sababu hii taji ina fit your head. Nasema hii crown inatoshana na kichwa chako. Lazima wewe uheshimike. Lazima wewe uwe mtu wa heshima kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. So ni vizuri, tunatamani kufaulu, tunavutiwa na success, na ni vizuri, lakini lazima pia tuwe tayari kuelewa vita ambayo inasimama between you and success. Kwa hivyo tunapoangalia habari za Daudi na Goliath, Goliath sio shida. Goliath ni mlango wa mafanikio. Ukipokea huo ufunuo, utaanza kuuliza, who are you, O thou great mountain? Wengine waliona Goliath kama shida, walimuona kama kejeli, walimuona kama dhihaka, lakini Daudi akaona opportunity. Na ndo maana Daudi akawa wa tofauti. Aliona akipiga Goliath, familia yao hawatalipa ushuru tena. Akaona akimpiga Goliath anakwenda kuoa binti wa mfalme. Akaangalia akaona atakuwa mbeba ngao. Wengine walikuwa wanaona experience ya Goliath, wengine wanaona ukubwa wa Goliath, wengine wanaona watakufa. Today the achievers, they don't see the problem, they see the opportunity. Did you know? Kila mtu ambaye analipwa ni kwa sababu ametatua shida. Wanaoogopa shida hawawezi wakafaulu. Did you hear that? Ikiwa wewe hautaki kutatua shida, usitarajie malipo. Wanaolipwa ni kwa sababu wametatua shida. Unaposema hakuna opportunity, wacha kutafuta opportunity, tafuta shida. Ukiona shida, tafuta jibu, tafuta suluhisho. Maisha yako yanabadilika. Haleluya. Vita ya kwanza ambayo lazima upambane nayo ili upokee taji ni the battle of identity. Vita dhidi ya kujitambua. Vita dhidi ya kujitambua. Lazima ujibu, who are you? Who are you? Ili upokee ushindi huko nje, lazima kwanza upokee ushindi ndani yako. You must settle who you are inside before you can win outside. You must settle who you are inside. Identity confusion leads to destiny destruction. Watu wengi hawajielewi wao ni kina nani. When you don't know who you are, you accept anything. Na watu wengi duniani sasa hivi wana tatizo la kujijua wao ni kina nani, wakiongozwa na Marekani. Watu wengi Marekani hawajielewi siku hizi. Najua Trump amefanya mambo mengi, lakini moja kitu ambacho ninamsifia ni alivyotangaza rasmi kwamba jinsia ni mbili. You are either male or female. Walikuwa wamefika mahali unaweza ukaamka asubuhi ukasema wewe unaji-identify kwamba wewe ni nyau, na inakuwa ni sahihi. Ukijaza kwenye madokumenti zao unakuta gender, wanasema male, female, transgender, weird, I'd rather not say, so forth and so forth and so. Yani umepewa option karibu 10.
identity crisis. Sasa unakuta anayejiitanisha na nyau anajichora macho ikae kama ya nyau, anafanya vitu. Kuna mmoja alisimamishwa California na polisi, umesimamishwa, akaitishwa driving license, akasema yeye ni nyau. He's a cat. Haongei na wanadamu, yeye ni nyau. Sasa naye yule ofisa alikuwa mwenye akili sana, akamwambia katika state ya California animals haziruhusiwi kuendesha magari. Please don't confuse who you are. Wengi hatujijui, wengine sio masuala ya jinsia, tunavyojichukulia, na sisi sio wa kwanza. Gideon, Mungu anamuita shujaa. Gideon anajiita the least, anasema I'm the least. Mungu anamuita shujaa. Write this down. God calls you who you can be before you become. Mungu anakuita kile ambacho unaweza ukafanyika kabla ufanyike. Kwa hivyo mimi naweza nikakuita maskini, lakini Mungu anakuita milionea. Mtu anaweza akakuita single mother, lakini Mungu anakuita mother of nations. Mtu anaweza akakuita mfanyabiashara mdogo, Mungu anakuona wewe ndiye supplier. Kwa sababu Mungu hakuiti vile ulivyo, anakuita vile unatakiwa uwe kabla haujakuwa. Oh, hii injili utaikubali tu. Hebu sikiliza mpendwa, hii ni identity crisis. Kuna ndugu mwingine anaitwa Mephibosheth, alikuwa ni mwana wa Jonathan. Wakati kuna vita inayoendelea kati ya Daudi na Sauli na Wafilisti na nini, Hazael aliamua kutoroka, akambeba Mephibosheth, akategwa, akaanguka, mtoto akaumia mguu, akavunjika. Kwa hivyo Mephibosheth alikuwa na ulemavu. Siku moja Daudi akakumbuka agano alilokuwa amefanya na Jonathan, akauliza ni nani wa nyumba ya Jonathan ambaye amebaki, na watu wakasema kuna mtoto wake anaitwa Mephibosheth, aletwe. Daudi akamleta ikulu, halafu akasema huyu atakuwa anakula chakula ikulu. Mephibosheth akarejeshewa utajiri wa babu yake, wa baba yake. Alipoongea akasema mimi ni mbwa mfu, I'm a dead dog. So who are you? How many dead dogs do we have here? Huyu ni mtu ako ikulu, amepewa utajiri, amepewa nafasi ya kula pamoja na mfalme, lakini in his mind anajiona yeye ni sawa na mbwa aliyekufa. Unajioneje wewe mwenyewe? Wengi wetu tunakuwa na hii shida kwa sababu tunaangalia watu wanasemaje. Watu wanasema wewe ni nani? Siku moja Yesu aliwauliza wanafunzi wake kwenye Mathayo 16, akawauliza hivi, watu wanasema mimi ni nani? Wakasema wengine wanakuita Yeremia. People are not right. Whatever they are calling you, they don't know. Walisema wewe ni Yeremia, wengine wanasema hapana, wewe ni Elia, wengine wanasema hapana, sio Elia, tunajua tu ni nabii lakini hatujui jina. If you allow society to name you, they will give you the wrong name. Wengine wenu ni wazazi wenu wenyewe wamewapatia the wrong name. Yesu akaona, akasema achana na hiyo, ninyi ambao mmenikaribia mnaona mimi ni nani. 11 kept quiet. They didn't know who he was. Only Peter alipokea ufunuo, akasema you are Christ. Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akasema
Flesh and blood, mwili na damu hazijakufunulia hii, ni Baba yangu aliye mbinguni. Which means you need a revelation to know who you are. You don't need history to know who you are. Oh God, you need revelation. Ujijue wewe ni nani. Hallelujah. Do you know, some of you hata huhitaji kujua sana. Unahitaji ujue hivi blood group yako ni nani, ni gani. Kuna wakati niliwatumia blood groups kwenye WhatsApp wall. Ujijue. Wote ambao ni O positive kama mimi, they are born to help. Wengine ambao ni A, is it A plus, A positive, they are born to sacrifice. How? They are the sacrificial lambs of destinies. Kuna wengine A, B plus. We rejelea kwenye mtandao wa kanisa, nilituma the whole list. Wengine hata mjui ama mko na blood group. May you receive revelation to know who you are in the name of Jesus. Now, if you don't know who you are, you settle for anything. Kama haujijui, unakubali chochote. Kuna watu wanaishi katika the wrong identity. Siku zote wanakaa in the wrong identity. Today I pray, may you overcome the battle of identity in the name of Jesus. Kwa sababu sio tu watu wanataka wajue we ni nani, hata mapepo yanataka yajue we ni nani. Unakumbuka wauliza wana wa Skewa kwenye Matendo 19? Waliulizwa, walisema Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, ninyi ni kina nani? Lazima ujijue. Kama unataka kufaulu, you need to know who you are. If you know that you are a business person, you will not waste your time doing other things. You get into business, and not just any business. Business yenye inakusogeza mahali ambapo unamwambia Mungu, nimetambua mimi ni mfanya biashara, nipe akili za kutengeneza pesa, nipe mbinu za kupata biashara, nipe njia ya kufanikiwa katika my identity. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So wengi wetu we have photocopies. Tuliangalia tukaona Monica anafanya kitu fulani, tukaongea na Monica akatuambia it's very easy, it's very easy nini, halafu ukamjoin. Kumbe hiyo ni area yake. Sasa unashangaa you are struggling, lakini Monica has struggled because you are wearing a shoe that is not your size. Thank you. Ni vizuri uwin hii battle ya identity kama unataka kushinda. May you win in this battle. May you win in this battle. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nilikaa kidogo tu na Caleb, nikamfundisha basic kidogo. Huyu kijana ana akili so sharp. Nikamwambia wewe hata siwezi nikakufundisha muda mrefu. Nilimfundisha 1 month. Mumesikia anavyoungurumisha base hapa. By the end of the year akiendelea, atakuwa master wa bass, atakuwa master wa keyboard. I'm very sure hata akienda kwa drum atakuwa master, kwa sababu ana kitu Mungu ameweka ndani yake. Na unajua Biblia inasema Proverbs 18:16, the gift of a man makes room, now brings that person before great men. Manake there is a divine deposit ndani yako, na hiyo deposit ya Mungu, hiyo ndio itakayo kuinua. So unaposhindwa kujijua, unashindwa kuidentify hicho cha Mungu ambacho kimo ndani yako. Kwa hivyo unaanza kuchukua vya watu, ndio maana una struggle. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. I pray again for you. Mungu, ninaomba wafungue ufahamu watu wako kwa jina la Yesu Kristo, waweze kujijua, watambue uwezo uliowaaminia, watambue neema ambayo umeweka kwa ajili ya kila mmoja wao kwa jina la Yesu Kristo. Kama unaamini sema amen. So you are who God says you are, not what your situation says. Mimi nilijua mimi ni apostle 1994, but watu walikuwa wananiita mwinjilisti, na nikaendelea kama mwinjilisti. Nikafika mahali wakaachana na kuniita mwinjilisti, wakaniita pastor, na nikaendelea. Haikuchange, mimi niliendelea mpaka finally nikawa ordained as a bishop and as an apostle 2005. Watu wanaweza wakakuambia, wakakuita majina, but let that not stop you. Usikubali wanachokuita watu kikuzuie wewe kufikia kile ambacho Mungu anakuita. Wengine wenu Mungu amewaonyesha kwenye ndoto, wengine wenu mnajua because you desire. One of the fastest way kujua we ni nani, look at your desires. Unatamani kuwa nini? Unatamani kuwa nini? Because if you are desiring something, it is because ipo ndani yako. For example, I have never desired to be pregnant. Mimi sijawahi kutamani niwe mjamzito, kwa sababu ninajua sina uwezo wa kuwa mjamzito. Unachotamani ni kwa sababu kipo, ni kwa sababu una uwezo. Sema amen. Shangilie Yesu kama umepata hicho kitu. So your desire expresses your deposits. Number 2. Hii ni kitu nimekiongelea sana, lakini sichoki kurudia. This is the battle of the mind. Vita inayoendelea kwenye akili yako, kwenye mawazo yako. Ni vita ya mawazo, ni vita ya mtizamo. In other words, what do you believe in your mind? Because your life moves in the direction of your thoughts. So a defeated mind cannot produce a victorious life. Many people are physically alive but mentally defeated. Watu wengi wako hai lakini kwenye akili zao wameshindwa. Wameshashindwa kabisa. So no matter what you do to them, they cannot be winners. Because yeyote atakayeshinda hapa duniani lazima kwanza ashinde akili zake. The battle of the mind. The battle of the, lazima ushinde hapo kwanza. If the enemy cannot stop you, he will try to control your thinking. Kama shetani ameshindwa mambo mengine yako, anajaribu kuaffect kinachoendelea kwenye mawazo yako. Because hapo ndio the battleground. Hapo ndipo uwanja wa vita zote, hapo kwenye mind. Kwa hivyo anayeshinda lazima kwanza control mawazo yake. Anamwambieje? Mawazo yako yanaweza yakakwambia, umeamka asubuhi, yakakwambia you are a permanent failure. Na ni your own thoughts. Mawazo yako unaweza ukajiangalia kwenye kioo, halafu ukasikia mind yako, because our minds are very busy. Wengine tunakuwa busy throughout and busy throughout the night. Because our mind is very active. Your mind is always calculating, is always interpreting, is always reasoning, is always trying to direct you, is always talking to you. Especially the melancholies, wale ambao ni wapole, hawaongei.
they are the most talkative in their mind. Anaangalia kitu kiko vibaya, hata ongea na kinywa, ana calculate hiyo mambo yote kwenye akili. Kwa nini walifanya hivyo? Sasa hii maana yake nini? Kwani mwenye alifanya nene, lakini haongei kwa kinywa, yote iko hapo. Anakuangalia hivi. Kwa mfano anaweza akaniangalia sasa hivi akasema, huyu mndugu mbona amependeza hivi, mbona hana mke, ana tatizo gani? Lakini haongei na kinywa. Anajiuliza maswali. Kuna shida gani? Si ni mtumishi, mbona asiombe? Mbona Mungu asimuonyeshe? Mbona nini? Yani it is all in the mind. Now listen, wakati shetani ameshindwa mambo mengine, kuna mahali huwa anatupata. What is going on in your mind? Unamwangalia mtu amevaa vizuri, unaanza kujiuliza, sasa huyu alizaliwa vizuri, huyu ametoka familia nzuri, huyu anajionyesha. Do you know most poor people, they hate rich people? Unajua ni kwa nini? Adui anajua whatever you hate will never come your way. Si maskini wengi wanasema wenye magari wana kiburi. When did you see it? Uliona lini? It is a battle that is in the mind. Hallelujah. Niliwaambia siku moja nimeenda benki, aliyekuwa amenitangulia alikuwa na bunda la hela. Okay? Mimi nilikuwa na tuhela. Tumepiga foleni. Sasa huyo amenitangulia, mashini inahesabu. Ninaangalia, nimekaa nimesubiri. Yani kashia tu mpaka amefunga mask. Nikaanza kukwazika. Angenimalizia mimi haraka niondoke. Then that time nikajiuliza, by the way nakwazika nini? I should pray nihangaishe mwingine, na mimi zamu yangu ifike niwe nasikia. Wakati huo ninaangalia tu mazingira ya neema na ushindi. Our mind is the battleground. Saa hizi uko hapa na kuna mtu hayuko hapa. Mind imeshampeleka mahali. It's a battle of the mind. Nilimwambia kuhusu mhubiri, alikuwa na hubiri, alikuwa na goti. Amelea tundevu si mnatufahamu. Bili ana move huku, anagonga injili, anapiga injili. Hapo eti kuna mama alikuwa ametulia pale, anamwangalia mtumishi, anaanza kulia. Mtumishi akajua upako unatembea eneo hilo. So after the service mtumishi akamuita yule mama, akamuuliza, mama niambie, nilikuwa na unalia neema ujumbe sijui nini. Anasema hapana mtumishi, niko na mbuzi ambaye nyumbani ana ndevu kama hizo zako. So ukitembea hivi, mimi nimemwacha mbuzi wangu ni mgonjwa. So ukiendelea hivi, nikawa nafikiria mbuzi wangu kafa. Your mind. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Your mind. Sasa hivi kama mume wako yuko hapa, your mind inaweza ikakuchezea. Iko kwambia mume wako anapapaswa na mwanamke mwingine. Unaanza kusikia mpaka mapigo yako ya moyo yamebadilika. Because your mind inakupa picha ambayo ni so real. Mnanielewa? Ukikutana unaanza kumcheki ama ako na lipstick mahali popote, unaangalia nguo unajaribu kunusa ama kuna a strange smell. Kumbe ni your mind inakucontrol. Today I pray, may your mind be recovered in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Do you know kuna watu watoi sadaka kwa ajili ya their mind? Their mind inapiga mahesabu. Inasema hapa tuko karibia 100 na kitu hivi. So inaanza kuallocate. Kila mtu akitoa 100. Anafanya mahesabu, sema hizo zimetosha, mimi sitatoa.
The mind. Kuna mathematicians wengi hapa hivi wanatumia hiyo mahesabu. Wanafanya mahesabu. I used to do that. Because mimi nilikuwa mkono gamu. Mimi Yesu amenisaidia. Nilikuwa mkono mgumu. Sikupenda matoleo. Kifika wakati wa matoleo nilikuwa naenda msalani ili nistoe. Sikujua baraka za matoleo. Nilipojua Mungu amenituwezesha kwenye familia yetu, tumeshatoa magari mawili. Unatoa alafu unaanza kutembea kwa mguu. Because we know the power of giving. Tulishinda hiyo vita. What is going on in your mind right now? Is it building you? Kinachoendelea saa hizi ndani ya mawazo yako ni kitu kinakujenga. Do you feel stronger or you feel more fearful or you feel more weak because of what is going on? Kwa sababu ikiwa kinachoendelea ndani ya mawazo yako ni kitu ambacho kinakunyong'onyeza, ni kitu ambacho kinakuogopesha, ni kitu ambacho kinakudidimiza, hicho kitu hakijatoka kwa Mungu. Is a battle that is going on. Nimepokea message this morning. Kuna mtu ananiambia yeye ana feel lost. Hajielewi. Hajui ni nini kinaendelea katika maisha yake. It's a battle it's all in the mind. Hiyo ni mind yake imemwambia hivyo. Imemwambia ako lost, imemwambia hawezi, imemwambia hana nguvu, imemwambia hataweza kushinda, imemwambia maisha yake haitawahi kuwa mazuri tena. May you receive grace to take charge over what is going on in your mind. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Take charge. Take charge in the battle of your mind. Ndio maana wa Korinto wa pili 10:5 inatuambia we deal with the pictures in our mind. To deal nazo. Biblia inasema cast, zirushe, zitupe, ziangushe. Imaginations, images in your nation of your mind. Uzi bring down. Hallelujah. Kuna wakati nilikuwa nimebanwa na roho ya hofu kwa miaka 10. Nimefungwa na roho ya hofu. Baada ya kuwa nimepata ajali nikiwa form 1, nikawa nina hofu kwamba kile kitu kitajirudia tena. Nimekaa nikiingia tu kwenye gari, ninahisi hiyo gari huenda ndio itaniingiza kwenye ajali nyingine. Ikifika speed ya 50 ninaanza kusweat. Mapigo ya moyo, ninahisi gari imekimbia. It was so frightening. Sikupenda traveling. Especially ukibebwa na Eldoret Express ama Magutu ama Igana those days ama Mbukinya. Alafu iname hivi nilikuwa nasikia imebingirika. Siku moja nikawa nasikiliza mhubiri anaitwa Olatunji Adeyinka. I say yule baba aligonga injili ya the limitless force of faith. Akasema the devil that is waiting on the road I will kill. Nikachanganyikiwa. Nikasema I was so shaken. Nikasema amesemaje? Because before then nilikuwa ninasema Yesu uwe dereva, Yesu uwe engine, Yesu uwe barabara, Yesu yani nilimfanya Yesu vituko. Yani Bwana unisamehe, sikujua hii kitu. Sikujua. Wakati Biblia inamuita Bwana wa mabwana, mimi nilikuwa ninamfanya dereva. Wakati Biblia inamuita mfalme wa amani, mimi nilikuwa ninambadilisha awe dereva wa matatu. Can you imagine the blasphemy? Imani ikachangamka ndani yangu. Mpaka kesho siombei safari yangu. Sijawahi. Eti ninaombea safari. I know the devil on the road I will kill. Nilipokea ufunuo. Akasema it's not possible for him to have an accident.
Alisema hivyo. Then akasema as at that time he was the only preacher from Winners Chapel ambaye hakuwa anapokea mshahara. Alisema God will pay him. Maybe hapo ndipo nilitoa hii kitu yenye silipi mshahara na ninaendelea tu kwa ushindi. I don't know. Nilijua the battle of the mind is so real. Is so real. Most of the dreams you dream is your mind. Is not God. Is your own mind. Inakupatia mandoto kutoka kwa hofu zako, matamanio yako na confusion yako. Your mind inakutengenezea ka movie. Alafu unafikiria ni Mungu amekufunulia. I'm telling you, kuna mtu juzi nimeenda mahali kuhubiri, akaja akaniambia ndoto. Nikasikiliza, okay. Na hizi ndoto zina reveal a problem. Lakini anasema ni Mungu amemuonyesha. Nikasema, which God is that? Mungu hakuonyeshi shida. Mungu anakuonyesha majibu. Oh, hata usiposema amina, hii injili nakupa mzima. Mungu hakuonyeshi shida na matatizo. Mungu anakuonyesha suluhisho. Praise God. Juzi nimeota. Mimi nimeota niko na kagari kengine kamechoka. Nikasema not me. It's not possible. Yani I cannot. Kagari kaze. Alafu kakaungua nikiwa ndani. So ni nani alikuwa ananiotesha? Ni Mungu alikuwa ananionyesha shida? Shetani amenijaribu, akafikiria kandoto katani control. Others, I didn't even pray about it. Dreamers, praise God. Mimi ninaamini kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sio ndoto. Because I know some of us have overactive imagination. Overactive imagination. And I told you, and I say this with all respect, there are so many hundreds of women who wameota eti mimi ni mume wao. Who was showing them those things? Which confused God is that? Anachukua 100 women, anawaonyesha ndoto eti Apostle Paul is the husband. Which God is that? Win that battle in your mind. It is your own mind becoming a movie director. Inaangalia matamanio yako nini. Inachukua hii picha, inaweka pamoja wakati umelala, ina press play. Alafu unajiona umevaa shela, alafu mtume ndiye ana walk around you kwa sababu ndio picha ambayo umekuwa ukiiwaza, unaiwaza. Alafu anayewashikanisha ni malaika Gabrieli. Forget it. May you win the battle of the mind in the mighty name of Jesus. Are you doing this? Are you going to win? Hallelujah. That's why it's good to take charge. Take charge. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Are you winning in that area? These are battles you have to win. The battle number 3 is the battle of discipline. Ni vita ya kuwa na mipaka. Ni vita ya kuwa na nidhamu. Discipline is simply restraint. Kuwa na mipaka. This is where you answer, can you control yourself? Many people are gifted, but they are indisciplined. Kwa hivyo hawawezi wakawa achievers. Discipline turns potential into performance. Discipline. Hallelujah. Na waambieni ukweli, usipokuwa na mipaka hauwezi ukawa achievers.
hauwezi ukaachieve katika maisha. Mipaka ni mahali ambapo unajiambia hautavuka hapo. Mipaka ni mahali unasema hii haitakuwa. Haleluya. Unakuwa na mipaka. Ukishinda hiyo vita ya discipline ya kujiambia no, sasa wewe utashinda. Kuna watu hawana discipline. Hawana mipaka. They crisscross in destiny as if they are vagabonds. They have a vagabondic spirit. Hawatulii. Wako hapa, wako pale. Wako na huyu, wako na yule. Kwa sababu hawana discipline. I told you another days, young man, anybody who's interested in you, wacha tu kuangalia sura. It's okay to check, but don't stop at that. Mpatie maswali magumu. What is your vision? What is your vision? Okay? What is your value system? What are your deal breakers? What can't you do? What is your expectation of a husband or a wife? Sio kwanza kukimbia kumuita malaika na unajua yeye ni mwanadamu. No. Mipaka ndio inakuongoza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Be disciplined. Biblia inasema ole wenu ikiwa mfalme wako ni mtoto na anakula chakula asubuhi. Hana discipline ya meal times. Anakula chochote popote anytime. Na wengi wetu hatuna hiyo discipline. Unaweza kukuta mtu anasema amejaa roho, ako na Mungu ndani yake, lakini yule mtu unaweza kukutana naye njiani anakula mua. Huyo na ana Mungu ndani, ana roho, anaenda kitavuna ama muhindi choma. Anaenda mkikutana naye anakuambia kata. Kukosa discipline, kutokujielewa wewe ni kina nani, unakaa ovyo ovyo. Ndivyo hivyo unakuta mtu anatafuna Big G paka kanisani ta na kutengeneza kabaluni po. In discipline. Unapokea tuela kidogo, hawezi ukatulia. Uko kwa sausage, uko kwa smoky, uko kwa nini hiyo. Hauna discipline. Unatulia zikiisha, hafu unaanza tena. Discipline is very very important. Unanielewa mpendo? Ole wako nchi wapo mfalme wako ni kijana na wakuu wako hula asubuhi. Hawana discipline ya meal times. Praise God. I release grace to operate self-governance in the mighty name of Jesus. Ninaachilia neema ya kujidhibiti kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Do you know the most important thing in a car is the brakes? Ukipewa gari bila breki, hiyo achana nayo. Sio body, breki. Hiyo kwa sababu hiyo ndio inaamua ama utakufa ama utaishi. It's very important. So brake. Hiyo speed umekuwa ukienda, punguza kama unahitaji kuwa an achiever. Punguza. Hallelujah. Is the third battle. Number 4. Number 4 battle is the battle of fear. Vita ya hofu. Hii ni mahali unakaa ukijiuliza, will I step out? Will I make it? Fear paralyzes eligible achievers. Hofu inaponza watu ambao wanaweza wakawa washindi. Your breakthrough is on the other side of fear. Write that down. Upenyo wako uko baada ya kushinda hofu. Na
Hakuna kitu ambacho kina haribu destinies kama hofu. Ayubu 3:25 na 26, Ayubu anasema, what I greatly feared has befallen me. Alikuwa naogopa sana umaskini, alikuwa naogopa sana kugonjeka, alikuwa naogopa sana familia yake iharibike, aka-attract hizo vitu. Niliwaambia hivi, fear is a magnet for disaster. Hofu ni sumaku ambayo inavutia hivyo vitu ambavyo unaogopa. Haleluya. Kuna watu ambao wanakaa siku zote wanaogopa watagonjeka. So huyu mtu kidogo kidogo ananawa mikono, kidogo kidogo anavaa barakoa, kidogo kidogo anapuliza nini sijui nini, alaji, kaupepo kadogo alaji, kavumbi kadogo alaji, anakula kitu ambao hajapika mwenyewe, ndiye huyo ameanza kutoa machunusi all over, kwa sababu ndani yake amejaa hofu. Amejaa hofu. Akikusalimia anakusalimia akiangalia bomba iko wapi aende akanawe. Hofu. What you fear, you invite. Hicho ambacho unaogopa ndicho unakipatia appointment, unakiambia njoo. That is why Biblia inatuambia Timotheo wa pili 1:7, Mungu hajatupa roho ya hofu. Kwa hivyo chanzo cha hofu sio Mungu. Fearful people cannot win. Hallelujah. Lazima tung'ang'ane na tushinde hofu ya kila aina. Don't be afraid to be poor because you will not be poor. Don't be afraid to be sick because you will not be sick. Don't be afraid that your family is going to fail because your family shall be great. Hallelujah. Tulipokuwa tunaongea budget ya kongamano, nikawa naambia viongozi wangu, I don't know how, I just know we're going to make it. I don't fear. Mimi hofu. Tangu uenda wazimu uondoke ndani yangu, hofu ilisha. Because moja kitu ambacho ule uenda wazimu uliweka ndani yangu ni hofu. Nilikuwa naogopa sana, kwa sababu yale majitu yalikuwa marefu sana, ambayo yalikuwa yananitekenya na vidole vya chuma, yalikuwa yanatisha. Nilikuwa na hofu sana. After I got saved, uenda wazimu ukaondoka, hofu ikaondoka. Na since then, I am not afraid of anything. I'm not afraid of anything. Receive grace to be as bold as a lion. Proverbs 30:1. Be as bold as a lion. Hallelujah. Shinda hiyo vita ya hofu. Wacha kuogopa. I mean, listen to the words I speak to you. I speak life. I speak breakthrough. I speak victory over you. So you don't need to fear. Just listen to what I'm speaking over your life and believe that. Hallelujah. Praise the Lord. The righteous are as bold as a lion. So kubali kushinda hiyo hofu. Remember, this is our year of divine encounters. Mwaka huu mambo yako yatakuwa mazuri. I don't care shetani amekusukuma mpaka wapi. Ninachojua, God will turn tables. I know God will turn tables in the name of Jesus. Ni kweli umeanzisha mwaka kwa ugumu, lakini hutaumalizia kwa ugumu, kwa sababu Mungu aliyetuambia huu ni mwaka wa matukio ya kiungu. Atafanya kitu. Atafanya kitu. And I have a feeling this week ya kongamano, Mungu anakwenda kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. I have a very strong feeling. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri.
Now, the number 5 battle is the battle of process. Ni vita ya mchakato. Hebu write this down. God is not in a hurry, but he is always on time. Mungu hana haraka, lakini hatachelewa. God is not in a hurry, but he is always on time. So wakati unasema Mungu show up now, alafu anakataa kushow up now, hajachelewa. Anasemekana amechelewa kulingana na timetable yako. Yeye hachelewi. Process maanake kuna hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi ufikie mahali ambapo Mungu amekusudia. Haleluya. Siku moja nilisimamisha binti mdogo hapa. Unakaona karembo kazuri, tumacho hatujachafuka nini, nikamwanamke kadogo. Si ndio? Nikauliza wanaume ambao hawajaoa, ni nani angependa kuoa huyu? Wakasema hapana. Kwa nini? Ni mtoto. Na hata ukija kwa yule mzazi mwenye mtoto, useme Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amekwambia huyo ni mke wako, unafikiri atakwambia hichi? Si atakwambia wewe uenda wazimu. Kwa nini? Yule mtoto hajaiva, ana process lazima apitii. Sasa watu wengi kinachotusumbua ni hiyo process. Ni hiyo process. Wengi mnataka divai, lakini hamtaki kufinyangwa. Haleluya. Ikiwa wewe ni majani ya chai na hautaki moto, hatuwezi tukawa na chai. The process lazima uikubali. Wengi tunataka mbio mambo hii haive, haraka tunafika. Haiendi hivyo. Time must pass. Ndio Biblia inasema Mwanzo 8:22 inasema seed, time and harvest. Unasikia? Mbegu, alafu muda upite, alafu ndio upokee mavuno. Sasa wengi tunataka ndio hapo wengi tunakwama. Ndio hapo wengi tunakata tamaa. Process, submit to the process. Submit to the process. Unaoa leo na unataka ndoa yako ifanane na ya Elda Mungai. Elda Mungai anakuambia hapo kwenye ndoa miaka zaidi ya 40. Amepata experience. Sasa hivi unaona wanakaa kama mapacha. I'm very sure akiwaambia walivyoanza walivurugana, walisumbuana, wakasuguana mpaka finally wakaelewana. Sasa anaweza akafikiria mwenzake anafikiria nini hata kabla mwenzake hajasema. Process. Haleluya. Nisikia vijana huduma bila hayo kwa mbili hiyo na nyingine mpya.
that was not going to be permanent. Thankfully, I had an understanding wife. Because I'm not sure kuna breed za namna hiyo nowadays. Mwanaume wewe umetulia tu, anaona una meza ugali ambao ametafuta yeye, atailani utanyongwa wewe. Sijajua kuna wanawake wa namna hiyo. I'm not sure. Sijasema hawapo, sinielewe vibaya. 3 years. 3 years. Lakini siku ikafika na Mungu akanifikisha mahali. Sasa akatulia mwenzio. Kamuuliza unataka nini? Twende boutique. Nini? Chagua. Siku moja nikamwambia sasa natamani sasa uendeshe kagari kazuri. Nikamnunulia kagari ka sport. Nichukua mkopo. Ni make sure anaendesha kagari. Nikamkumbusha, mpendwa, unaoneje ile basikeli ya wakwe zako? Process. Yani hebu gonga na mwenzako mwambie process ni ngumu lakini inabidi tu. Mwambie inabidi. Process ipo. Ni sasa hivi tu mtu amekukopesha 500 halafu anakaa kikukumbusha wewe hujalipa deni, wewe hujalipa 500. Ni saa hizi tu. You just need time. Muda tu utapita kidogo, halafu saa wewe utakuwa unaongelea kuhusu 100, utakuwa unaongea maelfu. Mpe Yesu shangwe na vigelegele. Hallelujah. Just submit to the process. Submit to the process. Nilishangaa siku nyingine tulikuwa tunaongea na Pastor Susan. Unajua Pastor Susan ana sauti inafika keys yenye inashangaza. Si ndio? Mumemsikiliza? Akaniambia alivyoanza hakuwa naelewa keys ni kitu gani. Ati alikuwa na mwalimu, alikuwa what is that? Stop. Anamwambia fanya hivi na yeye anafanya mambo yake. Akawa trained mpaka ajisikie. Ilikuwa ni process. Saa hizi unampatia wimbo utafikiri Darling Check ameingia Turning Point Church, si ndio? Process precedes product. Usipokubali kuwa process, hauwezi ukawa bidhaa yenye tija, yenye effectiveness, yenye ubora. So submit to the process. Submit. If you skip process, you will mishandle success. If you skip the process, you will mishandle success. Sasa mimi mahali ambapo Mungu amenipitishia ni vigumu sana eti nianze kumisbehave. Yani shida ambazo nimepitia wapendwa ni nyingi tu. Nisiwafiche. Ni vigumu ati nifike mahali sana niinue mabega ati sijui mimi ni nini. Nimepitishwa, nimekarangwa, nimeundwa, nimebondwa. Na bado sijaiva bado. Siku moja Mungu akasema Ephraim ni mkate uliopikwa upande moja, half baked cake. Na wengi wetu tuko hivyo, we are half baked but we think we are fully baked. Submit to the process. Say in Jesus' name, I will not abort my process. Hallelujah. Battle number 6 is the battle of distractions. Ni vita ya kuondokea mstari. Ni vita ya kupotoka. Ni vita ya kuchepuka. Vita ya mchepuo. Here you must answer, what must you ignore? Lazima ujiamulie ni mambo gani hayakuhusu. Not everything deserves your attention. Write that down. Not everything deserves your attention. Sio kila kitu kinahitaji wewe ukiwaze na nini. Not everything is an emergency. Ninajua ninaangusha nondo hapa.
Sio kila kitu kinahitaji udharura. Some things can wait. Hallelujah. Distractions. Kuna vitu tu ukiignore, unaignore tu, alafu unapata amani. Unaignore, alafu unapata amani. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Me, I'm hardly bothered by a lot of things. Ninaangalia, ninaacha tu. Nina focus on the right thing. That's why drama don't impress me. Unajua kuna watu dramatic, wanapenda drama. Niliona kakitu jana, mama akaamua kumprank mume wake. Si mnajua pranks? Ako na pasi mama, akajifanyisha ameiconnect, eti ana iron, anapiga pasi, alafu akaiwekelea kwenye paja la misa. Misa karuka, ati ameungua. Wife akamwambia wacha drama, wakati anaiwekelea kwenye uso wake. Now most of us, we are given to drama. Nothing is happening, you're just dramatic. You are seeing the end of life, and it is not the end of life. You are seeing everybody hates you, and nobody is even thinking about you. You think you are very important. Everybody has their own important things. Let me tell you, stop complaining. You are not everybody's priority. Inauma, lakini that's the truth. Me, I noted that. Wakati wa COVID jamani, wengine wenu mlikuwa hapa. Mimi wakati wa COVID nilikuwa ninafikiria nitakuwa napigiwa simu na washirika, wanaweza, Apostle unaendeleaje? Apostle uko salama? I was not receiving any call. Siku moja tukaambizana na Pastor Grace, yani tumejitoa sana kwa ajili ya hawa watu, wala hawatukumbuki. Saa hizo mimi na mwanangu Rose tumeandaa, tunawahubiria kwenye Facebook, mimi na yeye na Jeremy Imon. Tunaenda pale, ninahubiri, eti tunakufikia. That time ndio Mungu akanipatia hiyo revelation. You are not everyone's priority. Stop complaining. Ndio nikajua, okay. Nikatulia. I'm telling you. Wakati watumishi wengine walipata stress, mimi niliamua kurelax. Are you getting blessed? Distractions. Stop being distracted. Focus is your weapon to be an achiever. Uwe na focus ili uweze kushinda. Every distraction assigned against your destiny, may it be removed in the name of Jesus Christ. Number 7, the battle of relationships. Hii ni vita ya mahusiano. Hallelujah. Hii ni vita ya mahusiano, relationships. It's very important to know who is around you. Kwa sababu mtu anaweza akawa karibu na wewe na akawa yeye ndiye chanzo cha shida zako. Watch out. Who is that is around you? Anakuongezea ama anakupunguza? Anakuinua ama anakushusha? Anakushangilia ama anakudhihaki? Just look around you. Kuna mtu alisema, nionyeshe marafiki zako na nitakuonyesha future yako itakuwa namna gani. Proverbs 13 verses 20. He who walks with the wise will be wise, but the companion of fools shall be destroyed. Ukikaa na watu wenye hekima, watakupatia ile hekima, unakuwa bora. Ukikaa na watu wa hovyo, unakuwa na maisha ya hovyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wrong relationships can delay what God wants
for you. So don't be compassionate about people who are not moving you forward. By the way, I think mimi niko na gift ya kuput people down. Yani nikikugundua tu wewe nisumbua in my life, I won't pray about it. Yani kukuweka na unakuwa non-existent in my life is so easy to do. I'm so easy to do that. I discovered I'm not ready to carry baggages. I'm in a race. Niko kwenye vita. Niko kwenye mbio. Na sitaki mzigo. I discovered I must guard my destiny against baggages. Hallelujah. Praise God. So I need you to be very careful about relationships. Hallelujah. Number 8, the battle of failure. Vita ya kushindwa, vita ya kufeli. Understand that failure is not the end, it is a part of the journey. Kufeli sio mwisho, hiyo ni sehemu ya maisha ya washindi. Achievers have scars. Wanaoshinda wana makovu. Great men also fail, but they rise again. You must fight the battle of failure. What cannot kill you will build you. What cannot kill you will build you. So understand, brethren, that failure can happen, but you don't have to fail. Failure can happen, lakini don't remain as a failure. Are you understanding me? Yeah. Usibaki pale. Mimi nimejaribu kila kitu. Nimeuza makabichi, nimeuza viazi, nimeuza makaroti, nimeuza kaimati, nimeuza viatu, nimeuza mitumba, nimeuza t-shirt, nimeuza handkerchiefs, nimekuwa conductor wa pickup, nimekuwa mpishi hotelini, nimekuwa muuzaji kwenye duka, nimejaribu ukulima. Kama biashara ambayo iliniangusha sana ilikuwa ya kuuza kabichi. Nimenunua makabichi, nimepeleka sokoni, tuko pale na mke wangu na hakuna mtu ananunua. Tukaziachia punda. Nikaambia Pastor Grace, kama kabeji hazitukubali, viazi zitakubali. Tukanunua viazi, zikaharibika kabla hazijanunuliwa. Nikamwambia hii biashara ya perishables tuachane nazo. Nikaanza ya viatu. Naenda Gikomba, nachagua za kamera. Ninakuja na viatu na mdomo, yani najua kupigia debe kitu. Ninakutana na mtu namwambia, I had you in mind when I was buying this. Hebu try this. Ina fit. See. It is yours. Bahati mbaya hakuna aliyekuwa analipa. Ninawaachia vitu hawalipi. Mtaji pukutika. Failure after another. Mpaka finally nikaamua, whatever happens I will succeed. Whatever fails sitaruhusu inibakisha hapo. Kumbe nilikuwa napitishwa hivi ili nikikutana na wewe nikwambia wewe bado hujafeli, because already nimepitia hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna kitabu niliitwa na TV fulani hapa, walitaka waende to discuss, sitahitaji hiyo TV. Walipoiangalia akasema we cannot discuss hii quality hi-fi. Nikatoka na hicho kitabu, nikakutana na director wa Destiny Bible College, nikampatia, akaenda nacho Marekani, kikawa adopted as a part of the curriculum ya hiyo chuo. Hiki kitabu, Daddy Give Me My Portion, kilikataliwa na TV fulani. Baadaye hao wa TV mpaka leo wao wananiambia niende. Nikaambia me and you tulipishana hivyo.
tutakutana huko mbele. I'm telling you, mi sina hiyo nani. Nikiondoka nimeondoka. So wananionaga kwenye TV zingine. Kuna mmoja aliuliza, what is wrong? Why can't you come? We are bigger than the rest. Nikamwambia I don't care. Niliwaambia mimi sijisikii kuja. Sasa I have the leverage. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakiita kiburi, but kwangu ni principles. Hallelujah. May you overcome every failure you have failed. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja ninakumbuka Martha, our finance officer, alifeli kamtihani fulani, akakasirika. Unajua Martha ni genius. Yeye hajui kufeli nini, but for some reason alifail that time. Kama amejilock ndani ya nyumba, hataki kuongea na watu asifu ni wao wamefanya afeli. Amekana ma stress. Nikaongea na yeye, kamwambia no, usikubali. Just rise up again. She's doing her masters this year. Let's celebrate her. Failure happens, but you don't have to remain there. Bwana Yesu asifiwe. If your first marriage failed, don't fail forever. Rise up again. Labda ulikuwa umeoa jambazi. Labda ulioa mtu hakuona thamani yako. Bwana Yesu asifiwe. Si unasikia wanasema you kiss a lot of frogs. Labda uliolewa na chura. Hallelujah. Don't remain there. Me, I believe that failure must be fought. You must fight it. Come out and win in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Naomba tusimame. Thank you, Lord. Mpe Yesu makofi mazuri. Inua mikono yako juu, sema in the name of Jesus. Every battle assigned to stop my destiny. You don't sound convincing. Say in the name of Jesus. Every battle assigned to stop my destiny. Lose your hold now. I receive strength to overcome internal and external battles. In the mighty name of Jesus. Announce this. I step into my achievement. Say, I step into my season of achievement. In the mighty name of Jesus. I declare to every one of you, whatever stopped others will not successfully stop you. In the mighty name of Jesus, I declare you are an achiever. I declare you are an achiever. In the mighty name of Jesus, receive grace to be an achiever. Receive strength to be an achiever. In the mighty name of Jesus. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Nimepakwa mafuta mabichi pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Paza sauti yako useme nimepakwa mafuta mabichi pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika
nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Shangilie Bwana Yesu makofi mazuri. From this minute, I regulate your spiritual atmosphere by the authority in my life in the name of Jesus, and I release strength to overcome every battle in the name of Jesus. Ninabadilisha kila udhaifu ambao ulikuwa unaendelea ndani ya maisha yako. Ninaubadilisha uwe sababu ya kukusukuma kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye nje. Kila mlima uwe tambarare mbele yako kwa jina la Yesu. Mungu wa madhabahu hii akushike mkono, akuingize katika ushindi wako. Mpe Yesu makofi mazuri. It is happening already. In the mighty name of Jesus. Now you know what will follow you. Only goodness and mercies. Can you talk to 2-3 people? Declare to them, surely goodness and mercies shall follow you. Tell them how long you want it. In the mighty name of Jesus. We have come to the end of our service. God bless you.